Kora tengera se omongina kora tenga omonya nyangiarore ay 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 era yo kai mogo tebia no mogo era yo kai tukeli nyangi no mogo era yo kai mogo tebia no mogo era yo kai mura una gotenga ka go se era yo kai nyaro ka go tengo go sumalia era yo kai mogo kongo tebia no mogo era yo kai mogo tukeli no mogo era yo kai Tora tenga eto ensitora mielia eto itemu non susu eto itemu non susu ayeta ta kora tenga kora tengera omongina kora tenga Arata ina mtu ambaye concentrate hiyo Rasulullah ala syafirullah Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ala syafirullah Allah ونال في الوادي Allah Tukufu Allah Nabi Muhammad Murah leo Allah Nasifah zakim
mtukufu Allah Nabii Muhammad. Mtukufu Allah Nabii Muhammad. Kuzaa kwake hakumuona babake, mtume kuzaa kwake ndio masema wa Mola Fatuma Hassan Hussein, ndio masema wa Mola baada ya Hassan Hussein, ndio masema wa Mola. Yeah,
Yani moro sepi yani Timotoro serewana mapema hajafurahi leo. Nani anafurahi? Moja wake mogoko, ndio kwani kumsia kipara hivi. Utakuwa tu mogoko, utakuwa tu mogoko. Sawa kama uko na furaha tupige kelele. Yes.
Shirikiane katika mambo haya yote kuanzia sherehe mpaka kumaliza. Kwa hivyo tuombe inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم وفقنا لطاعتك وحتمتك وما تحب وترضى اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا خطوانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mola wetu katika rehema zako na baraka zako tumesimama mbele yako. Tunajikabidhi mikononi mwako ya Allah uweze kutuhifadhi na kutulinda. Mwanzo wa sherehe angalia tumo katika nyumba kwa kina msichana, Mwenyezi Mungu tuwe pamoja nawe. Tazama Mwenyezi Mungu, tunaomba amani na utulivu katika safari hii. Tunaomba amani na utulivu katika sherehe hii. Mwenyezi Mungu tuwezeshe na tufanyie wepesi kwa kila lililo nzito, Mwenyezi Mungu tufanyie wepesi. Tunajua kwamba mwovu shetani utampisha mbali. Tunajua kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nawe. Unasema kwamba walio pamoja nami ni wale kwamba watakaofaulu. Mwenyezi Mungu tunahitaji kufaulu kutoka kwako. Wala kwamba katika wasimamizi katika sherehe hii Mwenyezi Mungu utuweke katika khairi na baraka zako. Wanenaji wote tukawasema Mwenyezi Mungu tupe hekima na maarifa, afya njema utupatie. Ubaya na mwovu wa shetani uweze kupisha mbali. Tuomba tukijua kwamba Mwenyezi Mungu umesikia dua zetu. Na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baba wetu na Mungu wetu, tunasema ni asante asubuhi ya leo. Asante kwa wageni ambao wamefika na asante kwa sherehe ya siku ya leo. Tuomba ya kwamba uweze kuwa pamoja nazi, amani yako iwe pamoja nazi, na siku ya leo iwe siku ya furaha na ya fanaka mbeleni mwetu. Tuomba wewe kiongozi wetu tunapoanza, wageni wanapoingia wameingia sasa, tumekuwa na furaha nao, na tunaposhirikiana mpaka mwisho. Tuomba uwepo wako wewe kiongozi wetu hadi damati. Tuomba tukiamini ya kwamba umetusikia na utatenda kulingana na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Wana Nyabuti, upande ni wewe wa familia. Tuone chakula kikiingia kama sivyo. Baada ya chakula kama kiko mbali mtatuambia tuanze maongezi kidogo. Kama iko karibu wengine wamekula wataingia Nyabuti aliniambia kuna wageni labda wafahamu, na wakitoka labda atauliza na huyu ni nani.
Nataka tu wafanye sala introduction kidogo tu haraka. Kitu sababu ya kufanya hivyo, kuna masemeji wangu. Leo ni siku ya kwanza kuingia hapa na dada zangu ama na dada yangu. Najua kutoka kabla hata wajulikana aende kawa ama mmoja ni yule. Sema tu jina. Tu. Hebu tumseme jana. Kazalima mjambo. Kwa majina ni Daniel Yobe. Ya kuti ni samaki yangu. Ndio niko na msichana mdogo. Wameoa msichana mdogo akina. Amjambo. Kwa majina ni George Nyang'ao. Ya kuti ni samaki yangu. Thank you. Amjambo. Kwa majina ni Mbaso. Maureen, ama Maureen sister. Ndio mdogo kwa familia. Nadhani kufikia hapo kumalizia sasa, kusimama tu tupate ombi. Fanya nainua na kusifu jina lako asubuhi ya leo. Tumesema ni asante kwa sababu ya wageni ambao wamefika juu ya harusi ambayo itaunganishwa siku ya leo. Mipango yote tunaikabidhi mikononi mwako, wewe kiongozi. Uwabariki hao vijana wanapoanza hii safari, uwe pamoja nao. Naweza kuwabariki vile unavyoahidi katika maandiko matakatifu. Tunapotoka sasa, tuomba amani yako ikadumu juu ya kila mmoja wetu, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Lakini nilienda daktari ya Emba, nilienda hospitali ya Emba. Ukafanyia medical? Right, kabisa. Yeah, kabisa. Yes, no problem. Kwa sababu gari ninao nene tuka video. Yes, no problem. Wewe sasa karibu na
Yes, kabisa yapendeza sana nikitazama. Yes, mambo ni sawa sawa. Sasa tuingie ndani kweli ya roho na kwa njia ya pole pole tukaanze. Wanasema kutoka pale ya pole pole. Tuingie ndani pole pole hadi naomba tafsiri kwa binafsi. Yes, tuna kila mtu tuna. Mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Sifa njema zote ni zako ewe Mola wa ulimwengu. Mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Wewe ndiwe mfalme wa siku ya mwisho. Wewe ndiye tunayekuabudu. Yani wewe ndiye tunayekuomba msaada. Utuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya wale ambao umewapatia neema zako, wala sio njia ya wale walopotea. Mola, tunaomba katika hii dunia utupe mema, na katika siku ya mwisho utupe mema, na utukinge na mateso ya motoni. Mola, tunaomba katika kikao chetu uwe ni mwenye kuleta baraka zako, na utuepushe na kila la shari. Mola, tunaomba hafla ya harusi ya hao watoto wetu wawili ambao wanaenda kuunganishwa, uwe ndiwe kiongozi wao. Uwaelekeze katika yale ambayo yamo ndani yake maslahi yao na maslahi ya dini na maslahi ya watu wote kwa jumla. Mola, tuwaomba hata watu wote waliohudhuria utuepushe na uchovu, utuwezeshe tuwe ni wenye kuvumilia hadi tamati. Mola, tuwaomba amani na rehema zako ziwateremkie watume wako wote uliowatumiliza. Tuomba haya yote kwa majina yako matukufu. Wallahu akbar, Allahu akbar. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. Mkaribisha kijana wetu ambaye atatusomea baadhi ya aya za Qur'an tukufu ili Mwenyezi Mungu atuwezeshe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرون على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم صدق الرسول. Jazakallahu khairan inshallah. Huyu ni kijana wetu ambaye kwamba ni mwanafunzi katika mwaka wa kwanza katika chuo cha mafunzo ya Kiislamu kule Kilifi, na amekuwa ni mwanafunzi ambaye ameanza hapa katika madrasa yetu ya Madrasatun Nur Nasiongo. Kwa hivyo baada ya hapo inshallah wageni wetu ambao kwamba wanaendelea kufika, tunawakaribisheni sana wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Hii ni furaha, leo ni sherehe ambao ni ya maharusi wetu ambao wanafungishwa ndoa leo. Tukiendelea kungojea mgeni wetu wa heshima ambaye ndiye mgeni atakaye funganisha ndoa. Nimepata taarifa kwamba karibu kufika, na kifika natumai tutampa ushukani ili haweze kuendeleza kipindi chake. Kwa hivyo nitaomba ustadhi wetu, mwalimu wetu kutoka Masjid ambaye ni ya Prison kule Kisii aweze kututolea mawaidha kwa ufupi kuhusu siku hii, kuhusu Uislamu, ili kila mmoja aweze kupata faida. Tafadhali Sheikh Ali, karibu. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amani iwe kwenu. Asante sana. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye kwa uwezo wake ametujalia sisi sote kukutana sehemu kama hii, na vile vile tunamtakia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rehma na amani. Hakika tuko katika shughuli muhimu sana, ambapo shughuli hii katika sisi dini ya Kiislamu ni shughuli muhimu sana, na shughuli hii ni moja katika ibada za Kiislamu. Shughuli kama hii ni moja katika ibada za Kiislamu. Katika Uislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim, anasema fankihu ma taba lakum minan nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupatia amri, anatuamrisha kwa kusema fankiku, oeni, oeni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha tuwe ni wenye kuoa. Fankiku ma taba lakum minan nisa, oeni katika wale muwapendao katika wanawake. Oeni katika wale muwapendao. Yani sharti ya kuoa, lazima mwenye kuoa amuoe, mwanaume mwenye kuoa amuoe ampendaye, amuoe ampendaye. Yani asioe mtu ambaye anamchukia. Ndio maana haitakikani katika Uislamu ya kuwa yani yule kijana mwenye kuoa ashurutishwe au alazimishwe umuoa asiyempenda. Na vile vile msichana mwenye kuolewa yeye vile vile anaamrisha ya kuwa aolewe na yule anayempenda, kwa sababu baada ya kuoana kitakachopatikana ni kuwa wawili hawa watakuwa wanapendana, watakuwa wanapendana. Na katika hali ya kuishi kwao, maana wao wanakwenda kuishi pamoja, wanakwenda kutengeneza nyumba, na kwa kuwa wanaenda kutengeneza nyumba ni lazima wawili hawa wawe wamependana. Maana wasipopendana maisha yao hayatakuwa ni maisha mazuri, watakuwa na maisha mabaya, watakuwa na maisha ya kupigana. Maana hiyo nyumba itakikani iwe ipatikane ni nyumba ya kupigana vita ndani yake, kurushiana maneno, kurushiana story na kadhalika, bali inatakikana ni nyumba ambayo ndani yake kuna mapenzi. Na vile vile tumeambiwa katika Uislamu ya kuwa uoe wawili au watatu mpaka wanne. Na ndio kaona mfano mzuri, tuko na mfano mzuri. Mfano mzuri, Mzee Maonja hapa. Mzee Maonja yuko na wake wanne, na kila mmoja yuko na nyumba yake, na wote anawapenda. Kwa sababu anawapenda, ndio maana leo tumekusanyika hapa, kwa sababu yani ametunza ile nyumba, ametunza ile nyumba mpaka wa leo, na ndio kumepatikana kizazi kizuri, watoto ambao hivi sasa ni watoto wa mzee. Na vile vile tukiangalia katika upande wa Biblia, katika upande wa Biblia tunakuta ya kuwa kuna baba wa imani ambaye anaitwa Mzee Ibrahim, Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nabii Ibrahim
alikuwa na mtoto wake ambaye anaitwa Isaka. Huyo mtoto alipofikia wakati wa kuoa, Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam alimtuma mfanyikazi wake. Na kwa kuwa Nabii Ibrahim yeye alikuwa ni mzee, sawa, naambiwa kuna bwana harusi anaingia, kisha tutakuwa ni wenye kuendelea na darasa. Asanteni sana wanafunzi wetu wa madrasa Nur Rahman kutoka Kisii kwa kutukaribishia bwana harusi. Karibuni sana, tukue nafasi yake. Ameingia hapa na ameingia akisindikizwa na bwana harusi leo. Yeye ni mwenye kusindikizwa, maana leo yeye ana cheo kabisa, na ndio maana unaona anasindikizwa. Kwa hiyo kama vile mtakavyoona harusi za Kiislamu, kama tulivyokuwa tunazungumza, ni kwamba harusi za Kiislamu ni harusi za heshima, na mambo yote ambayo tunafanya katika Uislamu ni mambo ambayo yanahusiana na sheria ya Kiislamu. Na ndio nilikuwa nawaeleza ya kuwa tukimzungumzia Nabii Ibrahim, baba wa imani. Ibrahimu kama mnamjua kama baba wa imani. Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, ukisoma kitabu cha Mwanzo 15 ukianzia mstari wa 15 ukiendelea mpaka 20, utaona namna gani alimuozesha kijana wake ambaye anaitwa Isaka. Nabii Ibrahim alimuozesha kijana wake ambaye anaitwa Isaka. Ukisoma Mwanzo 15 anzia mstari wa 15 mpaka wa 20, utaona namna gani Nabii Ibrahim alikuwa ni mwenye kumuozesha kijana wake Isaka. Na Nabii Ibrahim alimtuma yule kijana wake aende mpaka nyumbani, maana Nabii Ibrahim alikuwa anaishi katika sehemu inaitwa Iraq, na kule alikokuwa anaishi Iraq kulikuwa na shida baina yake na mzazi wake. Mzazi wake alikuwa anachonga masanamu na kuyaabudu masanamu. Kwa hiyo Nabii Ibrahimu akakosana kwa sababu ya baba yake kuabudu masanamu, na Ibrahimu alimwambia baba yake, ya abati la ta'budu shaitan, baba yangu usimwabudu shaitani, kwa hakika shaitani
ni adui. Kwa hiyo Nabii Ibrahim, Mwenyezi Mungu akamwamuru awe ni mwenye kuhama kutoka kule Iraq aende mpaka kule Palestina, aende akaishi kule. Na alipoishi pale, alipopata huyo kijana Isaka, baadaye akataka kumuozesha Isaka. Kwa hiyo akamtuma mfanyikazi wake wasalamu. Aliporudi mpaka nyumbani, alienda mpaka kwa ndugu yake ambaye anaitwa Nahori. Nabii Ibrahim alimtuma huyo mfanyikazi wake, akamtuma aende mpaka kwa ndugu ya Nabii Ibrahim ambaye anaitwa Nahori. Alipofika nyumbani, akamwambia jinsi ya kumpata yule msichana atakayeolewa na Isaka. Akamwambia, utaangalia kuna wasichana ambao watakaokuwa wanatoka mtoni, kila mmoja amebeba mtungi wa maji, na utakaye muomba yale maji akupatie, basi ujue huyo ndiye mwana harusi wako. Hakika yule mfanyikazi akaenda mpaka nyumbani kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Akawakuta kundi la wasichana ambao walikuwa wanatoka mtoni kuchota maji. Akawa anaomba mmoja mmoja maji, lakini wengi hawakumpatia maji, isipokuwa mmoja ambaye alikuwa anaitwa Rebeka. Na huyu Rebeka alipoombwa maji na yule mfanyikazi wa Ibrahim, akafanya heshima. Heshima aliyofanya ni kwamba alipiga goti chini. Alipiga goti chini na akaweka ule mtungi chini, kisha akatoa maji akampatia yule mfanyikazi. Basi Nabii Ibrahim, kulingamana na vile maelekezo ambayo alimpatia, ni kuwa akawa ni mwenye kuyanywa yale maji, na baada ya kuyanywa yale maji akawa ni mwenye kumuuliza, je, nyumbani kwenu ni wapi? Na Rebeka akamwambia, akamweleza, nyumbani kwetu ni sehemu fulani. Wakaandamana naye hata nyumbani kwao. Walipofika nyumbani kwao, Rebeka ambaye ni ndugu yake Nabii Ibrahim ambaye anaitwa Nahori, akaongea na yule msichana, akamwambia, mimi nataka kukupa mchumba. Nataka kukupa mchumba. Na msichana yule akawa ni mwenye kukubali. Baada ya kukubali, kisha yule mfanyikazi akaenda akazungumza na Nahori. Nahori ambaye ni ndugu yake Ibrahim alayhi salatu wassalam. Baada ya kuongea naye, wakakubaliana. Na makubaliano waliofanya ni kwamba yule msichana akachagua mahari, akaomba mahari. Ndio naona sisi katika ndoa ya Kiislamu, wakati tunapooa, kile kitu ambacho kinafanyika ni kwamba yule msichana mwenye kuolewa anaitisha kitu inaitwa mahari. Kwa kizungu wanaitwa dowry. Na mahari, msichana anaweza omba chochote, lakini ambacho kinalingana na uwezo wa yule kijana mwenye kumuoa. Msichana anaweza kusema, mahari yangu ni nyumba, kama yule mume ana uwezo wa kumjengea nyumba ambayo anataka. Na anaweza kusema, mahari yangu ni gari. Na vile vile anaweza sema, mahari yangu ni shamba. Au anaweza sema, mahari yangu ni pesa. Na hiyo ndiyo kile ambacho kinaitwa mahari. Na hiyo mahari inakuwa ni zawadi, ambapo siku hizi wazee wengi wamebadilisha mambo. Badili ya kuozesha watoto wao kwa mahari, wao wanaitisha mali. Wameharibu. Ndio sababu hiyo naona wasichana wengi wamekwama nyumbani, kwa sababu wazee wanaitisha mali badili ya watoto wasichana kuitisha mahari.
sasa wasichana wamekuwa manyumbani. Lakini lau kama wangefuata njia nzuri, njia ya dini, ya kuwa msichana mwenye kuolewa akiitisha, hata akisema ya kuwa mahari yangu ni shilingi 500 au 2000 au 10,000 au 50,000 au 100,000, hiyo ndio mahari yake, yeye ndiye anapewa. Akisha kupewa, yeye ndiye anaamua anampa nani. Akitaka kumpa babake, hiyo ni sawa sawa. Akitaka kumrudishia mume wake, hiyo ni sawa sawa. Akitaka kumpa yeyote katika wale watu ambao anawapenda, hiyo ni sawa kwake yeye. Kwa hiyo hii ndio moja kitu ambacho sisi katika Uislamu, yani hii ni sharti, mwenye kuoa lazima apeane kitu inaitwa mahari. Ama mzee ambaye ni babake, baba mkwe, yani baba ya msichana, anapewa kitu inaitwa zawadi. Anapewa kitu inaitwa zawadi. Na zawadi inaweza kuwa ni chochote. Zawadi inaweza kuwa ni blanket, zawadi inaweza kuwa ni ng'ombe, zawadi inaweza kuwa ni mbuzi, zawadi inaweza kuwa hata ni shamba, kitu chochote ambacho ni cha thamani. Kwa hiyo hivi ndivyo inafanyika. Kwa hiyo huyu kijana ambaye ni Isaka, wakati walipokubaliana yule mfanyikazi na yule binti ambaye ni Wanahori, walikubaliana ya kuwa yeye atapewa mikufu ya dhahabu. Yule bali ya kuwa mahari yake itakuwa ni mikufu ya dhahabu. Mikufu ya dhahabu mnaijua, yani yale mapambo ya wanawake ambao wanajipamba kwayo. Kwa hiyo msichana yule akapewa ile mikufu ya dhahabu. Baada ya kupewa ile mikufu ya dhahabu, kisha ikafanyika kitu inaitwa nikaa. Yani nikaa ndio sasa ile ndoa. Ikafanyika ile ndoa. Na kufanyika ile ndoa, lazima wapatikane kwanza, baba ya msichana patikane, na kisha wapatikane mashahidi wawili. Kwanza apatikane baba ya msichana, na kisha kwa upande wa bwana harusi upatikane mashahidi wawili. Baba ya msichana ndiye anayepeana msichana, maana msichana ni wake. Anapeana ule msichana kwa yule kijana mwenye kumuoa. Lakini siku hizi mambo inafanyika tofauti. Vijana hawataki kwenda kwa wazee, kwenda kuomba wasichana kutoka kwao. Wanaongoja barabarani. Wale wanaovaa jeans, wale wanaovaa skin tight, ndio wanaongoja kule barabarani. Sasa ndoa zimeharibikia hapo, kwa sababu ukiwa umempata kule barabarani amepiga jeans, amepiga miniskirt, amepiga skin tight, kwanza hii ni kuonesha ya kuwa yeye kwanza hana heshima. Maana inatakikana msichana mwenye kuolewa awe ni msichana mwenye heshima. Na heshima ya kwanza ni mavazi anayovaa yule msichana mwenye kuolewa. Inatakikana awe ni mwenye kuvaa mavazi ya kujistiri, sio mavazi ya kuonesha mwili wake, sio mavazi ya kutangaza mwili wake. Leo ukiletewa chakula ambacho kimefinikwa vizuri, na uletewe chakula ambacho hakijafinikwa tu, kimeletwa hivi hivi, utachagua ile chakula ya heshima kabisa ambayo imefinikwa. Kwa hiyo mambo siku hizi yameharibika. Kwa hiyo baada ya kupatikana yule baba ya msichana, na kupatikana msichana, na kupatikana kijana mwenye kuoa, na mashahidi wawili ambao wanakuwa upande wa kijana, ndipo nikaa inafungwa. Nikaa inafungwa kwa kule kukubaliana ya kuwa yule mzee baba ya msichana anakubali, anasema nimekubali kutoa msichana wangu kukuozesha wewe kijana. Yani maana yake ni kuwa nimechukua majukumu niliyokuwa nayo juu ya msichana huyu,
nimechukua majukumu hayo, nimekukabidhi wewe kijana. Wewe kijana ndiye utakaye miliki majukumu juu ya msichana huyu. Wewe ndiye utakaye mchunga katika upande wa chakula chake, mavazi yake, mahali pa kuishi yeye na matumizi yake yote itakuwa ni juu yako wewe. Kwa hiyo yule mzee anakabidhi kwa roho safi, na baada ya kukabidhi kwa roho safi kisha anaomba dua. Anaomba dua ya kuwa watoto hawa waishi vizuri, waishi maisha mazuri. Na hivyo ndivyo Isaka, yani yule ndugu ya Ibrahimu ambaye alikuwa anaitwa Nahori, alifanya. Akamkabidhi yule Rebeka, akakabidhi kwa Isaka ambaye ni kijana ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Rebeka na Isaka walikuwa ni cousins. Rebeka na Isaka walikuwa ni cousins. Kwa hiyo katika sheria yetu sisi Waislamu, sheria yetu, kwa sababu Nabii Ibrahim ni baba wa imani, na Nabii Ibrahim mtoto wake Isaka alimuoa Rebeka ambaye ni mtoto wa ndugu ya Ibrahimu ambaye babake alikuwa anaitwa Nahori. Walikuwa ni cousins. Sisi ndio tunafuata mila kama hiyo. Nyinyi wa Kristo mliwacha hiyo mila, mliwacha kabisa. Sisi Waislamu ndio tunafuata mpaka leo. Kwa hiyo katika kumalizia kwangu ni kwamba baada ya Nahori kumwozesha Rebeka kwa Isaka, kisha akaondoka na yule msichana, wakaenda mpaka nyumbani kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na Nabii Ibrahim akawapokea vizuri, akawafanyia dua na akawabariki katika kule kuwaombea maisha mazuri wawili hawa, ili wapate kuishi katika maisha mazuri. Na leo hivi mtaona jinsi ndoa yetu inafungwa. Kadhi amekwisha kuingia hapa, al-akhi Salim ambaye ni kadhi kutoka katika sehemu ya Kericho amekwisha kuingia hapa, yuko nasi hapa tayari. Kwa hiyo mtashuhudia, mtaona jinsi tunafunga ile ndoa yetu. Na sisi hatufungi ndoa wakati tumemaliza safari. Sisi Waislamu hatufungi ndoa wakati tumemaliza safari, tofauti na Wakristo. Naona wakati wamekwisha kuzaa mpaka wajukuu ndio wakati sasa wanafanya ndoa. Hii hakuna katika, hata ndani ya Biblia hakuna. Ndani ya Biblia hakuna. Katika Uislamu ndoa inafanyika wakati watoto bado ndio wanaoana, wakiwa bado ni vijana. Yaani huwezi kunyonga kuku afe baadaye uchukue kisu mchinje, haitowezekana. Hiyo ni kinyume kabisa. Kwa hiyo namalizia kwa hayo machache ili mambo yapate kuendelea inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair inshallah kwa mawaidha mazuri, na tumai tumepata faida na tumepata faida kuhusu ndoa. Ninalowaambieni ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, jambo la ndoa ni jambo kubwa sana. Si kama namna vile watu wanavyochukuana tu wakakaa kiholela holela, haijulikani msichana kutoka wapi, haijulikani kijana kutoka wapi. Watu lazima wachumbiane, julikane familia ya kina kijana watoka wapi, msichana kutoka wapi. Ni watu ambao kwamba katika hali ya nasabu hiyo ni watu ambao kwamba wanaheshima na ni wacha Mungu. Hilo ndio jambo muhimu sana. Na vile vile katika Uislamu, jambo ambalo nataka mfahamu ni kwamba sisi katika Uislamu hakuna mambo na boyfriend, hakuna mambo na girlfriend. Mambo iliyoko katika Uislamu ni watu kuoana. Kijana amekuwa, msichana amekuwa, ni watu waweze kuoana kama wamebalighi. Hiyo ndio sheria yetu ya Kiislamu. Ndio sababu katika nchi nyingi za Kiarabu ama za Kiislamu hakuna mambo na haya maradhi mnaona yametuvamia katika nchi zetu za Afrika.
kwa sababu watu wamekuwa wametangamana, sijui huyu ni boyfriend. Unakuta kijana analete msichana nyumbani ati mami, huyu ni boyfriend wangu, sijui natarajia kumuoa. Hujui utamuoa lini. Mwisho anamruka, anampachika mimba na mwacha pale. Unakuta msichana naye analete kijana nyumbani, huyu ni boyfriend wangu ama huyu ni girlfriend wangu. Mwisho wanakuja wanafanya mchezo, mwisho wanaanza kuzalishana watoto katika hali ambapo kwamba ni kinyume ya kisheria. Sisi katika Uislamu hayapo. Na kama kuna wale ambao kwamba labda wamepatikaniwa, huo si Uislamu, hiyo ni yao binafsi kama Waislamu, lakini si Uislamu huo. Kwa wakati huu natumai, kwa sababu kadhi amekuja na tunaona time ili kuweza kuokoa muda kulingana na mawingu na nini, ningeweza kuomba Haji Suji mawili tu, hata kama mbili, kabla hatujamlete kadhi inshallah. Asante sana Ustadh Salim. Mimi nilikuwa najua siko katika barnamji kwa sababu muda umekwisha, lakini katika kufanya taaliki katika haya ambayo ndugu yangu amezungumza kuhusu cousins na cousins kuoana katika Uislamu. Ilitendeka hata katika Biblia, mlipata Yakubu aliweza kuoana kifamilia. Lakini sasa ile ambayo sasa inatumika katika Uislamu ni mtoto wa kike, mwana wa shangazi na mwana wa mjomba wanaweza wakaoana kwa sababu hawako katika familia. Mimi dada yangu anaweza, kwa sababu ameolewa kwingineko, mtoto wake anaweza kaolewa na mtoto wangu. Hiyo iko katika Biblia kama alivyosema ndugu zangu. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi sikutaka kuongeza zaidi kwa sababu muda umeenda na tulichelewa kidogo, ila tunawaambia kwamba harusi ni jambo ambalo lilianza mbinguni. Harusi ya kwanza ilikuwa wapi? Hiyo iko kwa Waislamu, iko kwa Wakristo. Harusi ya kwanza ilikuwa wapi? Mbinguni ilikuwa kwa nani na nani? Adamu na nani? Na Hawa. Sasa kuna kitu kimoja hapa ambayo ni muhimu sana. Mwenyezi Mungu alitoa ruhusa, akamwambia Adam, pamoja na kuwa nimeumba mke wako kutoka kwa mbavu yako. Adam alipomwona akaona ni mrembo, anataka kushika, akamwambia hapana. Kitu ya kwanza ufanye nini? Toa mahari yake. Lazima ufanye nini? Ulipe mahari. Usiangukie tu kitu ya mtu hivyo hivyo. Jambo la pili, upate idhini, ruhusa ya nani? Ya wazazi ya huyu msichana. Kwa hivyo kama uko mbinguni, Adam mwenyewe aliambiwa asiguse mpaka apewe ruhusa na Mungu. Mishoye Mungu akamwambia, sasa wewe Adam na Hawa, nyinyi ni mke na mume, muishi katika shamba, unasema shamba la Edeni. Lakini sisi tunasema aliishi peponi. Ilikuwa ndani ya pepo. Akawapatia ruhusa waishi huko sasa. Hiyo idhini ndio kitu muhimu sana. Ukisikia huyu msemaji ambaye ametangulia anasema sisi tunaongojea mpaka dakika mwisho ndio tunafunga ndoa. Ndoa ni ruhusa ambayo inatoka kwa nani? Kwa wazazi ya msichana. Pili, haikubaliki ndoa mpaka ipatikane mahari. Na ameeleza vizuri hapa, mahari iko mara mbili. Ile ambayo msichana anapewa ndio saizi kadhi anaenda kuzungumzia. Ile ambayo wameelewana na rafiki yake na mpenzi wake, hiyo ndi yake. Ile ya wazazi ile ni kando. Ile wao wazazi wanaelewana hapo, peana nini, kama ni ng'ombe, kama nini, hiyo ni kando. Kwa hivyo Uislamu na Ukristo ilianza tu, chanzo ni moja. Mafunzo ni hayo ambayo yako wapi? Ndani ya Biblia. Na ndio hiyo ambayo iko ndani ya Qur'an. Lakini shida ni ile sasa tunaweka Biblia kando, tunaweka Qur'an kando, tunaenda na maisha yetu vile tunataka. Na hiyo ni hatari. Kwa Mwenyezi Mungu hiyo ni hatari. Mkifanya hivyo tunaambiwa kwamba mnazini. Mnafanya nini?
unazini. Kuzini ni kufanya nini? Ni kuenda katika tendo la ndoa bila idhini ya mwenyewe, bila ruhusa na bila kutoa mahari. Hiyo ndio inaitwa kuzini sasa. Na hiyo Mungu amesema, hata utasikia kadhi akifunga ndoa hapa, Mungu amehalalisha ndoa na ameharamisha uzinifu na ameahidi kwamba ataadhibu watu vikali. Yaani anaenda kuwachapa viboko hao ambao wanaenda kinyume na nini? Na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tufundishane. Wakati wa ndoa ni wakati wa kujuana mara ya kwanza. Hiyo ndio wakati wa ndoa. Sio baada ya kujuana. Hiyo tena sijui ni ndoa aina gani. Hiyo inataka tuombe toba kwa Mwenyezi Mungu, turudi sana. Mimi ningeomba nikwamie hapo inshallah. Shukrani ustadhi kwa nafasi. Haya, sasa natumai tumesikia kwamba kadhi ameingia. Kwa ndugu zetu wa Kristo labda utashangaa kadhi ni nani? Kadhi ni hakimu ambaye anasimamia masala ya Kiislamu, masala ya ndoa, masala ya talaka na masala ya mirathi, urithi. Na yeye anasimamia upande wa Kiislamu akiwa pale mahakamani. Ukienda pale ukiuliza Kadhi Scott utampata pale. Yeye ndio kwa hapa leo ambaye atafanya shughuli hii. Kwa wale ambao kwamba labda wamekuja nyuma, ningependa msipate tabu. Katika vyumba vidogo, zile ofisi ndogo ziko kule, za wakina mama ziko chini na za kina baba ziko upande wa juu. Msisumbuke kwa hilo. Kuna shekhe wetu ambaye ni Maalim Mbarak, Ustadh Mbarak kutoka Kisii, ni imam ambaye ndio amesimamia huko, na nitamuomba kuje, yeye ndiye atakaribisha kadhi ili kadhi achukue ushukani kuanzia hapa. Sheikh Mbarak, tafadhali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani juu yenu. Yani assalamu alaikum maana yake ni amani iwe juu yenu kwa wale ambao si Waislamu. Ala kulli hal, kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kutufikisha katika siku hii ya leo na kuweza kujumuika kwa ajili ya ndoa ya kijana wetu ambaye anaenda kufanya akdi. Yani akdi maana yake ndoa kwa siku hii ya leo. Na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuneemesha kwa neema ya Uislamu. Neema ya Uislamu ni neema kubwa sana. Tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuneemesha neema ya Uislamu, na pia tunawakaribisha wale ambao si Waislamu ungie katika hii neema. Ni neema kubwa sana kwa wale wenye kutafakari. Inshallah sina mengi ya kusema. Kuna mengi ya kusema, lakini kwa vile wakati ni mfupi na ndugu yetu, shekhe wetu, kadhi wetu ameshafika kwa ajili ya hii shughuli, inshallah taala, tafadhali ya Sheikh. Wakileta kesi kama hizi katika mahakama yetu, basi mahakama itakuwa ni yenye kuwahudumia na kuhakikisha kila mtu anafanya nini, anakuwa ni mwenye kupata haki yake. Vile vile Waislamu hawaishi pamoja mume na mke isipokuwa baada ya nikaha kupatikana. Kwa hivyo alhamdulillah, leo kuna ndugu zetu Waislamu watakuwa ni wenye kuingia katika ndoa ambayo ni ya Kiislamu, ambayo inatambulikana. Na kama vile Waislamu wengi wamekuwa ni wenye kuingia katika maisha ya ndoa ambayo ni sahihi. Mara mingi matatizo yanapotokea katika ndoa kama hizi, watu wanawachana kienyeji. Kuna maneno ambayo yameenea baina ya Waislamu kuwa mume na mke wakikosana, kisha mke akatoroka akarudi kwao kwa wazazi wake, wanasema baada ya miezi mitatu, na wengine wanasema baada ya miezi 6, kama hakuna mawasiliano yoyote, hiyo nini? Wanasema ni talaka automatic. Kisha mwanamke kama yule anafanya nini?
anaenda anaolewa. Je, kuna ndoa juu ya ndoa nyingine? La, bila shaka ile ndoa ya pili itakuwa ni fake. Watakuwa wanazini kama atakuwa ni mwenye kufanya kitendo kama kile. Kwa hivyo ikiwa hawawezi kutatua matatizo yao mume na mke, na labda mume amekataa kumtwaliki mke wake na mke ameamua hata kuwa ni mwenye kurudi katika ndoa kama ile, basi akija katika mahakama ya kadhi akafungua mashtaka, basi mahakama itakuwa ni yenye kuangalia ile kadhia na atakuwa ni mwenye kusaidika mwanamke kama yule au mama au dada kama yule. Kwa hivyo Waislamu, hii fursa ambayo kuwa mko na mahakama ya kadhi, kuna nchi nyingi Waislamu hawana fursa kama hiyo. Kwa mfano jirani zetu hapa Tanzania, kuna uwezekano mkubwa Waislamu idadi yao ikawa ni kubwa kuliko wale wengine ambao sio Waislamu, lakini jambo la kushangaza ni kuwa hawana mahakama ya nini? Ya kadhi. Kwa hivyo ndoa zao labda ni msikitini, wapi na nini, lakini mahakama ya kadhi wao hawana. Vile vile ukiangalia kama jirani zetu Uganda, pia kule kuna Waislamu ambao ni wengi sana, lakini hawana fursa ya nini? Ya mahakama ya kadhi. Kwa hivyo hatuna budi isipokuwa sisi kama Waislamu wa Kenya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kujalia tukawa na mahakama kama hii, na sio kuwa sisi ni wajanja sana au sisi ni wengi sana. Na kabla ya promulgation ya hii constitution 2010 kulikuwa na siasa kali sana. Wengi katika viongozi wa kikanisa walikuwa wamefanya juhudi kubwa sana kuhakikisha kuwa hii mahakama ya kadhi haitokuwepo katika constitution. Waislamu na uchache wao, Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia mahakama ya kadhi ikafanya nini? Ikawa ni yenye kubakia. Kwa hivyo sisi kama Waislamu hatuna budi isipokuwa kufanya nini? Kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kushukuru sio kusema kwa maneno, yani alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hapana, kushukuru ni kukitumia kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia. Kwa mfano Allah Subhanahu wa Ta'ala akikuruzuku mali, unafaa kufanya nini? Kushukuru. Sio kushukuru kwa maneno, Mwenyezi Mungu nakushukuru. La, kwa kuwasomesha watoto wako, kwa kumwangalia mke wako na kufanya yale ambayo yanafanya nini? Yanahitajika, huko ndio kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ikiwa umebania unasema tu alhamdulillah mimi namshukuru, huko sio kushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Waislamu, ili muwe ni wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwatunuku mahakama ya Kiislamu, ni nyinyi muwe ni wenye kufanya nini? Kuitumia mahakama ya kadhi. Nukta nyingine ni kuwa tumesema kuna harusi ambao ni kusherekea, kisha kuna nikaha. Hii ndio official. Ikiwa harusi haitapatikana lakini nikaha imepatikana, basi ile ndoa inakuwa ni yenye kutambulika kisheria. Na nikaha sio ati ni kitu ambao ni complex, ni ngumu. Jambo la kwanza ni kuwa mume apatikane, mke apatikane, waridhiane, na hakuna kulazimishana katika ndoa. Kuwa mzazi anachagua mtu fulani labda kwa sababu ya mali yake au kwa sababu ni kabila yake au kwa sababu ya mambo fulani, ndipo akawa ni mwenye kumchagulia binti yake kuwa utaolewa na mtu fulani. Na labda kuna watu wazuri wamekuja, lakini kwa sababu labda hawana nini? Hawana mali, hawana cheo, mzazi anasema nini? Hapana. Hapana. Yani vijana wazuri wanakuja nyumbani, wanapigwa break. Kwa nini? Mzazi anataka mtu. La. Katika ndoa ni maridhiano ya mke na nani? Na mume. Kwa hivyo
mke akipatikana, mume apatikane, wawe ni wenye kuridhiana na kisha wakubaliane mahari yao nini. Nukta nyingine ni kule kutamka tu kuwa wakati wa kuozesha fulani nimekuozesha fulani kwa mahari yake ambao mmekubaliana. Umekubali? Akisema ndio nimekubali, khalas, hiyo ndio imefanya nini? Imekushatimia. Baada ya hapo ni wanawake wapige makelele, waanze kuimba na watu wakule na washerekee, na tunakuwa tumefanya nini? Tunakuwa tumemaliza. Kwa hayo machache tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kusikia na kufuata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya, sasa nafikiri mumesikia hayo mawaidha mazuri kutoka kwa kadhi wetu. Ni kipindi ambacho sasa kimefika kipindi cha nikaha, na mtashuhudia kuona kile kinachoendelea, na labda mtashangaa kwamba kwa nini msichana hajaletwa hapa. Sisi hatumuomboi msichana. Sisi hatumuomboi msichana. Naomba uende pale. Kwa hivyo nafikiri baada ya nikah, kitendo hichi cha nikah kufanywa, ameshaelezea kwamba vijana wa Kiislamu na wanaume wasichana wa Kiislamu waeneni, wajeni mambo ya kuvutana njiani, mambo ya kuzinizini na wasichana wa watu, mwache hiyo tabia hiyo. Bye. Tuendelee. Salim mmoja. Salim. Mwingine nani? Okay, sidhani kwa sababu walikuwa washahudhuria kwa ofisi. Okay, weka hiyo kiti hapa. Weka hapo. Wale wanataka kuona tu. Wale wanataka kuona. Weka hapo. Sema kwa sauti. Umesikilizana 2000 ya Kenya. Kwa ile nini kidongo kimekuwa Omefemze so unaona hii mzee ni zawadi. Unajua isha rekodiwa. Certificate iko ready ishaandikwa. Ni sign tu. Hata in fact ni kwa ndugu nao nimekuta kumbe nimebeba the wrong end lakini nitaituma tu baadaye. Sasa nini umejumuisha pamoja nikah na mahari yake yote pamoja. So nyinyi mta nini tu wata sort out Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين آمين يا رب العالمين. Mahoncha Hamisi Athmani. Naam.
limekuozesha Maureen Amina Nyabuti kama alivyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kama vile vile alivyoamrisha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kwa mahari yake ambao mmekubaliana. Nimekubali kumuoa Maureen Amina Nyabuti, Maureen Amina Nyabuti kama alivyoamrisha Allah, kama alivyoamrisha Allah na mtume wake kwa mahari yake kama tulivyokubaliana, kwa mahari yake yenye tulikuwa tumekubaliana. Barakallahu wa jamaa bainakum fil khair. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير. اللهم اطف بنا واحفظنا والمسلمين. اللهم اغفرنا يوم شر مصاحب الدنيا والدين. اللهم عجل فرجك علينا وعلى كافة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وجميع المسلمين، واغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amuna vikelekele kwa kina mama nye. Haya tuashi. Haya ni furaha kubwa sana. Ni furaha sasa leo tumepata Hamisi na Amina waungana kama bibi na bwana. Japo kuwa tangulia tuna Msizuie sana. Mtashika na wapi? Mama usiku. Mazone na pete mtoto anakupa joto.
viti hapo, wakae viti hapo. Moro nanya nini mogo ni maega nanya mogo. Ai moi ko ba motwe. Mo ko mai ko so ga de moi ba. Tangan harus masuk tangan. Mam, kita songa ini. Amina Narora. I go. Oh, yeah, chance. Harusi tunayo hatuna. Tunasikia wanaume kutoka hapa. Harusi tunayo hatuna. Sasa unajua sasa hivi ile tunasonga pole pole, msiwe na haraka. Yes, yes, yes. Enda twanga, enda mjitoe forja. Enda twanga, enda twanga. Kazi safi sana. Twende. Tusonge basi. Songa. Pole hapo. Twende basi. Twende. Tapia hapo. Yes. Mwanadada songe ndani. Mwanadada ndani kidogo. Hapo simamia hapo sasa. Yes. Hiyo line usipite hii. Hapo sasa. Asipite. Wanaume songa mbele kidogo. Wanaume songa mbele. Hapo. Twende basi. Tuanzie hapo sasa. Usimguze. Uko na haraka. Kuna chacha ni wako. Leo ni leo, asemaye kesho ni mwako jamini. Akumuyi mzee ako na sasa nataka kwanza afungue aone sura kwa si ndio mtu anyamaze kila mtu. Sasa unajua akifungua sura lazima kila mtu anyamaze. Yes.
Sasa sijui tutaweka song ya mapenzi ya Joy Melody. Uko nayo? Mapenzi tu. Sasa tukisubiria hiyo ikuje, anafungua tu, akiona imemgalia ngumu anaachilia kwanza. Asiye na haraka. Tu ni wake. Si ndio? Yeah, so ukipata song uniambie. Pole, si ndio? Unaamini ni yeye, si mwingine. So kama ni yeye unaweza rusha. Watu tuambie aje ulienda kwake mbio hivyo. So that's one. Shikilia pole. Alafu na unaenda pole. Kama ina kukinga utaona video pale. 1 2 3 let's go. Wow. Nakuja. Alright guys, how did you? Unaweza kidogo. Ongezea sauti. Hii mapenzi wakamata wote. Anamwambia babe nakuja, asiwe na wasiwasi. Romantic then, romantic to yeah, very ready. Wow. Wait. Twende. That's kidogo. Unamfuata pole. Yes. Pole. Akisibali kwa yes. Utatilia. Na relax man. Stemeke. Ni wako. Hatuingi. Tumeongea. Sisi hatuoni. Imetuficha sioni. Hapo. Right, nini? Atende. Kazi sana. Sasa tumemaliza. Okay, sasa tupate viketi. Okay. Oh yes. Right kabisa, inapendeza sana. Nikaa hapa sasa. Kwa sababu damu inaweza nimwagikia. Sababu utajua nini atendeka. Yes. MC nianze uanze. Ngoja. Tueleze kwanza. Sawa. Tunataka kucheza game nyingine hapa, si ndio? Yes. Penye wanajuana. Wamekaa pamoja muda mwingi sana, si ndio? No way. Tuase nyumba moto naitse nyumba. Oh baby. Weka juu, acha kurudisha chini. Mungu tuase nyumba. Sasa tuulize ingine, hata niulize. Uliza. Kati yenu nyinyi wawili. Rudisha kiatu chini. Kati yenu nyinyi wawili. Nani anakulanga sana? Tunangoja jibu. Nasa anakulanga sana. Jibu. Kila mtu imu. Kama ni wewe unainua. Kama ni yeye unainua kiatu yake. Nani anakulanga sana? Wow. Ready? Ready nani anakulanga? Kabisa. Sasa kwa hivi. Yes. Kwa nyumba. Mkikosana. Mgombane. Nani anakasirikanga wa kwanza kabisa? Kabisa cha kuangalia nyuma kabisa. Amebeba. Ai, wewe. Nani wa kwanza? Ujui kabisa. Sio kama unakasirika. Usimchape. Sawa basi umeona jibu? Kabisa. MC ya mwisho kwa sababu nikiangalia mfano nao inakuja kwa ya mwisho. Yes. Yeye nyinyi wawili. Nani anajua kudance kuliko mwingine?
Kaya musika no elioki. Ga no elioki. Oh ya practical. Yes, theory. Sio practical, practical. Theory. Uzuri mko sio kwa simu tunapigia. Kabisa hii wawili. Usianze kudansi sana. Kwa sababu kwa nyumba ukiboeka, akiweka muziki au ukiweka ufanye hivi anaweza lose control, Asema mbona ako sawa. Acha niende na yeye bana. Nani ana? Tunagoja. Alafu abantu bamintoka aki mogenda endaga ni nyingi. Chakula ni nyingi sana. Anasema msiende. Kuna food. Ugali. Chakula mingi sana. Food. Tolemerani ya steak chingi go tu akulile. Tukani ichi ule tokanye teka aki. Yes, turenge tuyo. Katili no. Sawa, umwelekeo toko baate higo. Kwa zawadi tunadai kwanza na kwa kina familia ya wazazi wa dada yetu waanze kwanza. Wafuatwe na familia ya kaka yetu hapa. Oh yes. Huyo mtindo pole pole wakimaliza kwa mwelekeo mwingine, sivyo? Yes. Yesu Bwana msini kwa sababu tusimama hapo mkapea hiyo. Ndio zawadi wa familia hapa. Vijana Waislamu na tunashika zawadi maziaka mahali kama hizo mabuffet wote tunaona maziaka simamia hapo mpewa na pengine tuone kama suna nauliza kama suna ukubwana ni kale katikati ukubwana ni kale katikati wale bali kale baadaye kaki sana maokoro mukaniria maya mongino yo mukaniria maya katito musebango kakemura Tumai. Ero moyendo. Tachiko, au ibukiria maji. Jamani sana. Pole ngora. Ngora kaki, ngora. Etokole merenya kaki, nechuku tuwe muntu. Kasini yake ista nangona. Nari dia. Jadi teneni kongtata. MC Dani lenda hapa. Niko hapa. Mbele ya baada mmoja. Akitoka kwa watu wao. Kuona vile watawadisha, vile watawatunza imeanza leo. Amen. Alafu hii keki mimi hasa sio matron wa keki, lakini mwenye kupika keki asisikii vizuri, mimi ni msimamizi tu. So nimemsimamia ni dada yake bibi harusi. Siwezi kumtaja jina kwa sababu ya heshima, ni mkubwa wake. Yes. So tuko hapa kwa minajili ya kata keki haraka. Ndio hiyo tuweze kusambaratika. La kwanza bibi harusi, hii keki ni kwa minajili yako sana, kwa sababu mme iko ndani. Nafikiri unaiona ni rangi nzuri, rangi ya misikiti by the way. Sijui mama amefikiriaje, hii ni rangi ya mosque. La kwanza mjue Mwenyezi Mungu. Ukimjua Mwenyezi Mungu, chochote unachofanya, ukianza kupika unamtaja Mwenyezi Mungu, bismillahirrahmanirrahim. Chakula chako kitachosha hata wageni wawe 1000. Kazi ni ndio special guest wako, na unavyoona hiyo keki ndio mwanzo wa safari hiyo, kielelezo kwako mama. Tukikuja kwako kukibisha, usitupatie chote malizie mzee ndani ya nyumba. Sasa Amen. Kwa hiyo chakula chako cha leo kuna chakula cha wazazi pia.
Usimlishe mume wako usahau wazazi, boma ni kubwa. Yes. Na tena usisahau watoto. Kuna mawiki, kuna mashemeji. Tafadhali washike mikono miwili. Sitaongea mengi sana. Niwape nafasi tu. Mkate keki, bwana harusi, na kile msikia nikimwongelelea simaanishi nimekuacha kando. Uwe mwepesi wa kutoa pia. Mzee Maamsha ni mzee wa watu. Sinaona tumetoka mbali tumempata. Tumempata tukijua ni nini anatufanyia. Hapa. Wewe ni wa rima. Yes. Wow. Endelea tu. Pole. Yes. Nije tupokee kama muziki hapo. Getting Disney Day stories and much more, where celebrities and trending people share their gossip. Remember, if you have any questions, you'll be free to ask. Don't forget to load your account for tips. Thanks for your time and goodbye. We call this one the isolation man.
Kale nyaruka gabatengo gosumaelia Ena mogoko batebia no mogoko Ena mogoko litukeri no mogoko Igatora tenga Eto ensitora mielia Eto itebu non susu Eto itebu non susu Ayeta takora tenga Kora tengera Omongina kora tenga Sumbo nyanyakiarore Barato ma. Toka kidogo.